kabisa, ila pale pale ndo tunaendelea kuishi. Basi sawa. Vipi chuo kinaenda? Chuo fresh, tena hii ni semester mwisho, kwa hiyo inabidi kidogo sasa tuzingatie kalamu. Unajua? Kama unavyoona vile mwaka semester iliyopita kidogo bado kidogo tu safi. Kwa hiyo semester yetu makini. Kwa kweli. Ndio kila kitu. Kaka. Hapana. Mimi? Yes. Nakuita. Okay, poa. Nakuja basi. Poa. Mama. Poa vipi? Safi. Upo? Samahani. Naweza kupata namba yako? Usijali. Vipi? Ngoja nitavuta. Unaogopa kitu gani? Hapana, siogopi. Pokea. Utumie. Usijali, unaogopa nini? Asante. Asante pia. Unashangaa nini? Nyumba hii ni kubwa sana. Sijawahi kukaa kwenye nyumba kama hii kabla. Usijali. Hata wewe pia ukihitaji unaweza kukaa sawa. Tumia au tumie. Kwa ajili yako. Hapana. Nini? Ongeza kidogo. Nini? Sasa asante. Usijali. Utazoea tu sawa? Sawa. Usiogope. Unielewa? So, kama tulivyoongea kwenye simu. Nahisi maelezo yangu yanajitosheleza. Kwamba ni kweli nataka kuwa na wewe. Nitakuhudumia kila kitu ambacho tunakihitaji. Nitakupa kila kitu. Nitakuhudumia hadi wenzako watakushangaa. Sawa? Sita. Mimi nitakupa kila kitu hadi wenzako watakushangaa nakwambia. Ila naomba tu mamangu asijue mamangu ni mtu wa kanisa. Mamako hatojua. Mwenyewe namjua Mungu vile vile. Sawa? Sawa. Usiogope chochote. Mimi nitakupa kila kitu. Basi sawa. Usiogope. Njoo usiogope. Usiogope, sawa? Mwanangu ndo kama hivyo nilivyokuambia. Nimefika ni vitu kukaa kama hivyo. Sasa hivi ananipa hela kichizi yani. Ndio maana nilikuwa nimekaa chini najiuliza kwamba nakoje sasa ndugu yangu unang'aa unatakata kama unogea maziwa rafiki yangu. Lakini maisha yangu ndio yamekuwa ya kijinga jinga tu yani, hata sielewi mwanangu. Kwa nini? Sielewi mbele wala nyuma. Yaani hapa nilipo yani mpaka natamani niache chuo. Kisa maisha kwangu yalikuwa magumu kinoma. Sasa sikia. Kwanza. Nitamwambia. Kuna hela atanigea alafu mimi nitakuchekechea mwanangu siwazi wala ni. Kwa hiyo yani ina maana utaongea na yule mama. Achomoi. Nitaongea naye. Sasa sikia ngoja nikuulize kitu. Kwa hiyo yule mama kwanza wewe ulitumia kinga? Mimi kinga nini? Wewe unaweza kula pipi na mfuko? Yaani kitu ambacho nikwambia ndugu yangu, pale nimepeleka peku kama mpoto. Alafu cha pili, haya magonjwa madogo madogo haya sijui nini yanawapata maskini tu. Wewe matajiri kama wale watu na mila zao, magonjwa yanatolea wapi? Basi kama hivyo ni sawa. Peku kama mpoto kaka. Maana niliuliza tu yani kwamba nimeuliza hadi nifahamu kwa sababu unajua sema magonjwa yamekuwa mengi sana. Alafu najua unaweza kijana mdogo tu
tukapotea kwa sababu ya tamaa hapa na pale. Kama inaweza ikawa fresh basi sawa tu, cha msingi kama unakula hela zake endelea kula mwanangu. Wapo. Na akikutumia unizingatie sasa mwanangu, usielewi. Uswazi. Nimeisha. Basi fresh mimi acha. Niondoke tumsalimia bi mkubwa. Ayo. Sana. Bi mkubwa wana wivu tu bwana. Na siku hizi hofu ya Mungu, yani kanisa umeona kama sehemu ya kunyongea watu. Gwakisa, utukumbuka kanisani uendi. Ufanye chochote wewe ni starehe na wewe. Bakikuru na ugwe. Yaani bi mkubwa hapo ndo unaponikeraga sasa. Koma kujoba sia butunguru. Abandu bakubwene Gwakisa, ukubomba nyali. Pole. Wanakufa. Aufi. Nyanyuka unje. Na kubulile Gwakisa. Wanakufa. Pole. 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 Mama. Pole. Mama daktari kakwambia na tatizo gani? Una kansa ya fangasi mdomoni humu na ukimwi mwanangu. Kufa. Tumia dawa kwa imani utapona. Ndio maana nilikwambia hii kansa ya mdomo hii fangasi unapata uko na alamba wanawake chini. Mnapata fangasi vijana msikii sana nyinyi. Kwa nini mnakatazwa nani kuomba kuingia chumbini si chumbini mnasema chumbini? Mama ndoto zangu zimeisha. Ndoto gani zimeisha? Wewe ndio unataka ninakwambia. Mimi nakwambia mimi Gwakisa. Watu wanasema unafanya machafu. Mimi sifanyi mama. Waongo. Umeona hii? Haya kansa unayo.